Ndasore mambiyabo nago tebenga litkuria rero ne litkuria go mwanchito muriyeria tinete tumoteri kiagera kwa beri ko nsaba matera mange rero amatera ali mwansaba naro guchikunyara ginko babekera kiara naro chabange beno magote banga D ndio cha kongandangire studio D ngusaba gotero ko gaturi kombekera litkuria rero mwanchito muriyeria wetera sena mba studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na tirineri namba yomoerio kwana 90 gagu bekorwa korwa gusujumbe yago nensemo ya WhatsApp ntebye gotera kuri otaite rinyare ngo kubekira boga bana kabarika bayiri bagana baru basobe gotera kuri batagite wese bakwane 90 wetera sena mbe yetu studio kurenda spono mwanchito murigira kwa rodi turi na Pastor Basweti gaiga na bego Pastor Moses mabia bono tuguchikunya togotebya ebiro bye Biblia maswali alikuwa bere go kweboli ali mogoche mwalika wetera ase mtanda wetera se namba yetu studio litukuria rero nabo guchikunya ba kwiranira buna butambo mwanchito murire ko baragaiga manyanga liboli ryo kwebolia asubuguma bwao kera litko irengete Biblia litukuria rero guchikona bale ba kwiranira kurenetega Basweti aragukwanya nabego Pastor Moses yagukwanye tunya tuguchako morobirito karibu sana Pastor Basweti Beyamono Madam D senge jeri baga nainde beyamona ase bali batorigereti korwa chingongo ao Kenya sae bwe meganda yanere ko basenia asenge njo yobu yabo ayatoire na nderi tukolia lelo tonyare ko ivundisha lingana lya nyasaye esenge njo linganeli nobo gimastore ngomona abamona intwe na bakaribishire mwespi to echinga kinkeigo elinde to lingana lya nyasaye to sendi wasobwa mombia mono amen sana Pastor Moses. Asanti Bwana Yesu asifiwe na wakaribisha kwenye kipindi ya leo. Popote mlipo, popote mmeketi, popote mmesimama, ama popote mnasafiri mkitusikiliza. Ombi langu ni kwamba mkatulie chini ya miguu ya Yesu na mkaribishe Roho yake Mtakatifu ili mkapate kuelewa hata yale majibu tunawapatia. Karibuni sana. Asante sana lakini siku ya leo sijasikia kutusalimia. Mbuya muno abagaka nabangina omonene Yesu abasase nie sana Mungu akazidi kuinua biyaboro sana monene saba siseni agendere ko bakimya abangina abagaka abana taki basi tunaweza katuombea amen. Tusabe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya wakati mwema umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tunapoanza Mfalme, tuachikabidhi mikononi mwako tukiomba Roho Mtakatifu tuongoze katika kila jambo. Bariki kila mmoja, bariki walio katika mitambo. Mfalme, ukaeke neno lako katika vinywa vyetu. Wote wanaotutazama, Mungu na waombea baraka ushuke katika maisha yao, nyumba zao. Ili Bwana ukatende jambo chipya kwa maana ni Mungu. Uwe nasi sasa na hata milele kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana Pastor Basweti na batogo chaka. Kurende turaika sama maswali yali abatazamaji betu gusaba rigere twago cyababuri na inywere ribori gete oyo mintambo ritimega iganga D ngakiugo cyo kwasaba. Ngamutebe kerongo cyaka gusaba butambe akwansara mbori tinga kingo cyaka tambori tinga inchinza kiyo cyo kwasaba. Ngabatebi gongora keranya saye ngambira mono akamburi ko mwakeranya saye ngambiye mono asibiri akoreire usiga ko mwakeranya saye ngambiye mono asokore nto bwiko bwenseye ngamote yasibiyonse tumetuse enamochete usenaira ni tiriboli Basweti mbeya mono sana asenge njoyeri swali ligi yabunelio egentege tangani ekero ogoikasa masabo litangani kapisa ko mwakeranya saye ngambiye mono asenge njo number 1 ebintu biri agokoreire. Number 2, chisegi njira korwanereire otamanyeti. Tutamanyeti okonyana ngachinguru nchire ebire chambire emeikanere ototangere chiachari bindogete byarura samagi maita torwanerete tutamanyeti okumwakira mbiya mono asenge njo bware kwanduzi nasinaikire. Naende okomwakira nyasaye mbiya mono asenge jamangana mambi ali otamanyeti na asama nganonsi na kiamalika watanga komwakira nyasaye ngambi ya mono. So na ndege ndokende wasira sama za kuwakira ngambi ya mono kwanga matu komote nyasaye ngabera asingenje jemwanya abantu na bonkomocha na bongonya na chire maminja yo wanja kwao ngabere na ende wasabanga nyasaye ngomogati okera lituko nara yo masabo no mona watanga osabe omogati ogo okera lituko. Amina. Igo mogati onekira lituko kwanza gongora kira nyasaye ngambi ya mono. Okora mwakira mbi ya mono. Kero Pastor tote nyasaye ngambi ya mono. Totebe tukomo wakira ngambi ya mono ase biri atukorera sobwo bayituguse
asubugi mobatoete etoko matembi yamono boigaso guturenda na guturenta asubu iko bwense anginda kiase okumwakira ngambia mono bito kibiri tukani twakwana egente getang'ani buna ekere Yesu Kristo maeta banafunzi bae bamochirete bakamubori ng'a tobundishe gosaba buna Yohana abundishete aborokiwa bae omanye ng'a amasabo igale muna bono ekere barenge na Yesu bari lakseti mbamate na no gosaba lakini Yohana era nabundishete abae Yesu akabata ikomo gosaba sabaiga ine ere formula ya masabo tato itore igoro erieta rya orisco igonga eritanga ni kapisa ntato itore igoro togosaba oika obogima bwa bwensi gose nkoro yago yonsi omosabe Nyasaye tato ito ore igoro erieta rya orisikwe omobone that is glorifying God erieta rya orisikwe omonene obonene ekerora sama sabo mato utatogeti Nyasaye omote ng'akia romuya ng'akia gokore bikone ng'akia kobwenia goikomo togie otogie rieta ria na gyo ng'atato itori go rieta ria ori bakwe ogwanja kwa okorekana sense na indekere togosaba the will of God to be done yani ogwanja kwa Nyasaye gokorekane taringa buna tutagete omaete ntora Nyasaye tiko moe command omondo to command imbirecha arwa sobo mabwaita serere lakini asa omasabo a Kristo Yesu igo sabanga Nyasaye na agosabira wanja kwa okoreke wale wanja Nyasaye onkorereke kwa wa Nyasaye onkonye kwa wa Nyasaye onkonyera abana bane kware kobo wanja kwa Nyasaye onkorere ABCD owanja kwa okoreke buna igoro okoreka nande gocha oto enturero endagere yaito ogoto endagere yaito neringa kera ritu kombu yomosabe Nyasaye kogosoke mambingo monne kongosoka nkonya semereme ngochia kongo chikorigi Nyasaye ngibore chinjera konko enda segasi elio ngogwanjerwa konko ende se biashara bia Nyasaye oleta batecho oleta chi customer Nyasaye ngomogati onokera rituko ahuna masabo elia elinderio moyo maotabanga tuabere buna Nyasaye tuabere buna into tokobabera bagotokorera baseke gusi yani tuabere osabe Nyasaye mabera lakini nayo manyenga nkwaberore bari bakomocheire onya toikwabera abanda ino tunagosaba kwabera somo nene nande ntobwati chibulinde richibundiringa onya tokwabera abagokorere bobe na Nyasaye bwe megando igota okwabera verse 14 lakini otabanga otuwabere buna into tokobabera abagatokorere bobe na inde ekende kwa makomosabanga Nyasaye otueteria matem toto iraso bobe korenda tokonye kurwasorio mobe otueteria matem litukoria lero otueteria mabe otueteria okogechana otueteria bitina otueteria mange ogosaba Nyasaye nganduserie bigocha asobo sibwana seri tukoria na kiekogeranga ne muhimu mono gosaba kere mambi kwachoka litukoria omuna yuwa tabanga command your day mbu yakolichika lituko lituko inkiotagete litukeri goikori tebiri lituko because ndibwata mato okwane ekina kiotanga toto ira sogote mukone tori kurwa solo mobe na kioboruoti ne chinguru no bonene no bwago emiaka amena yani obonene bwensi oboruoti chinguru echiramo na Nyasaye otogo sabakere mambi inere formula ya masaba. Amen. Amina. Asante sana. Labda tukikuja kwako Pastor Moses, kuna swali ambao wanauliza how do we choose a partner according to the Bible? Ni njia gani tutatumia kupata kipenzi kulingana na Biblia? Okay, swali hilo ni mzuri sana. Jambo la kwanza before tuendelee Pastor Moses, unapochagua mpenzi lazima kuna yale mahitaji yanazingatiwa. Jambo la kwanza huyo mwenye unataka awe ni kipenzi chako, jambo la kwanza, first qualification, anafaa kwe nyinyi ni wa njia moja, mumeokoka kama Mkristo, si ni kweli? Naamini watazamaji wetu wengi ni Wakristo, na mwenye anauliza hiyo swali ni Mkristo, kumaanisha ya kwamba jambo la kwanza, mtu mwenye unataka uoleke kwake ama wewe umuoe, lazima kwanza awe ni Mkristo. Biblia inasema msifungwe nira
na wasioamini. Do not be unequally yoked with non-believers. Unaona? Kwa sababu yule mwenye hajaamini yuko chini yako na wewe uko juu, huyu mwenye ako chini anaweza akakuvuruta chini haraka, si ni kweli? Kwa hivyo hakuna vile unaweza kucheza na moto na ukose kuchomeka. Kwa hivyo jambo la kwanza awe ameokoka, first qualification before mambo mengine. Na katika safari hii kama mimi before nioe, macho yangu ilinidanganya nikadhani ni Wamboi, Anyango, Wafula, nani. Kwa hivyo ina Mora pia na Kwamboka pia. Unaona? Sasa ikafika mahali nikaona jambo mzuri, the next step ni kuomba. Pray. Sababu hapo kama kijana uko na mamioto sana, unataka uoe, kupotea ni rahisi. So nikaambia Mungu, naomba unielekeze. Unaweza imagine kwa wale wenye nilikuwa nikidhania hata mmoja sikuoa. Sure. Mungu alikuja kunielekeza kwa sasa kwa binti mwingine tu tofauti. Kwa hivyo maombi ni kitu ya maana sana. Kuna hadithi fulani kwa Biblia, Abrahamu alipokuwa amezeeka sana anaenda kufa, alituma mkuu wake wa wafanyakazi, akamwambia na kutuma kwa watu wetu, uende ukamtafutie mwanangu Isaka uko muke. Jamaa na akakuwa na wasiwasi kama na nikikosa. Abrahamu akamwambia Mungu atakuongoza njiani. Unaona? Tunaona katika hiyo hadithi Abrahamu alimtuma kwa watu wao, na watu wetu ni Wakristo wenzetu. Kwa hivyo the first qualification of a partner, they must be believers in the Lord. Jambo la pili, huyo jamaa alipokuwa anakaribia kwa kina Abrahamu, sababu hakuwa hata anajua huko, Biblia inasema aliomba. Alipofika kwenye kisima Endiba, si ndio? Kwenye kisima alipiga magoti akaomba, akaambia Mungu, yule mwenye dada nitamuomba maji na aende hatua zaidi, alishe na ngamia zangu, atakuwa mke wa Isaka. Kwa hivyo alipoomba hivyo, mabinti wakakuja wakichota maji. Biblia inasema kwamba moja wa binti yao alikuwa ni Rebeka akamwambia ndio, akampatia maji. Baada ya hapo Rebeka akasahau hata maji alikuwa ametumwa na wazazi, akaanza kuchota maji ya ngamia. Jamaa alipoona akaona Mungu amejibu maombi yangu, na akapiga magoti akamwambia Mungu asante. Kamuuliza unatoka wapi? Akamwambia mimi ninatoka kwa jamii ya kina Naor. Naor yani alikuwa ni ndugu ya Abrahamu. Na akasema mandugu zake Laban nani. Jamaa kaambia Mungu asante, umenielekeza katika nyumba ya bwana wangu. Kabisa. Unaona? Kwa hivyo katika hadithi hiyo tunaona jambo la kwanza lazima mtu akue jamii yako, jamii ya Ukristo. Jambo la pili uombe. Jambo la tatu tafuta mwanamke mwenye bidii ama mwanaume mwenye bidii. Tunaona huyu Rebeka alikuwa na bidii. Kuchota maji, kulisha ngamia si kazi rahisi. Ni kazi ngumu. Ngamia ni kitu inakunywa maji na inaitisha ingine. Ushaikuwa na mtoto anakula na bado anaitisha na chakula imeisha kwa meza. Ngamia sasa ni hivyo. Inataka mtu wa bidii. Kwa hivyo mtu kama amekosa bidii, omba Mungu akupatie mtu mwenye ako na bidii. Ndoa inataka mtu mwenye ako na bidii. Bila bidii huwezi lea watoto. Bila bidii huwezi ukafurahisha mume wako au hata mke wako. Hamtakula sura kwa ndoa. Ndoa inataka bidii. Unajituma, bidii kwa maombi,
bidii kwa kutembea kwa njia za Mungu, bidii kwa kuhakikisha ndoa yako imesimama, bidii. Alafu jambo lingine pia, ukarimu. Biblia inasema ya kwamba baada ya hapo Rebeka alimkaribisha kwao, wakala, wakasherekea. Unaona? Kwa hivyo, alafu jambo lingine, uoe mtu mwenye ako na moyo pia. Kando na ukarimu, awe na moyo. Rebeka aliulizwa swali, uko tayari kuenda na jamaa huyu ukuwe mume wa mtoto wa Ibrahimu, wa Isaka? Akasema ndio, niko tayari. Akakuwa wili. Unajua watu wengine wanaoleka ama wanaoa lakini hawakukuwa ready. Unaona, baada ya wiki 2, wiki 3 mtu amesema nimeona he was not my type or she was not my type. Unaona mambo kama hiyo. So watu wanafaa kukuwa very willing for marriage and ready for marriage. Asante sana. Yeah. Nana Freddy kutoka Nyamonema anasema, je, nesa badilisha tabia ya mtu ambaye anataka kumwoa? Kubadilisha tabia ya mtu hiyo, labda si Mkristo, usidanganywe. Mungu tu ndo anaweza badilisha mtu. Mungu ndio anabadilisha watu. Mwanadamu huwezi kubadilisha mtu, lakini tunaweza omba Mungu ambadilishe. Na unajua maombi inaweza kuwa yes au no, ama wait, ama ungangane na hiyo shida miaka yako yote mpaka kifo ndio ukue mnyenyekevu. Mungu akufundishe kuvumilia. Ama watoto wako wajifunze kutoka kwako. Waambie, watoto wangu, usikimbilie tu kuoa hivi mtu. Uangalie tabia ya mtu sana. Yeah. Naona pia mwingine anauliza ni swali nzuri sana. Anaulizia kama Wakristo wanapaswa kuwa wealthy, kuwa na utajiri. Kitu ya kwanza ningesema ndio. Kwa sababu Biblia inasema vizuri, it is God who gives us power to gain wealth or to get wealth. Ni Mungu atupaye nguvu ili tukapate kuwa na utajiri. Wakristo wanastahili kuwa matajiri zaidi kwa sababu baba yetu ni tajiri. Our God owns everything. Yeye ako na kila kitu. So hakuna vile tunastahili kuwa tuko maskini ndio sasa tustahili machoni pake Mwenyezi Mungu. Hapana. Kwa hivyo Biblia inasema vizuri, hata kitabu cha Ecclesiastes chapter 5 verse 19, the wealth and the possessions are a gift from God. Wakati ambapo Biblia inasema ya kwamba, ukisoma Ecclesiastes vizuri, Mhubiri inasema ya kwamba ile baraka Mungu amekupa, kama amekujalia kukupa mali, kula, enjoy, furahia utajiri, kwa sababu ni yeye apeanaye nguvu ya utajiri. Kwa hivyo utajiri ni vizuri kuwa nayo, kwa sababu hata Biblia inasema God surprise. Mungu anatupa sisi wa Kristo kulingana na utajiri wa wingi wake. Kwa hivyo lazima, shida ni ile ya kwamba unapata Wakristo wengi they are struggling financially. Wana struggle sana. Ni kwa nini? Unajua they struggle financially kwa sababu shetani anajua vita vyetu kubwa ni ile tukipata mali injili itaenda haraka. Wakati ambapo tutakosa pesa, ndio unapata ya kwamba Mkristo ako hapo kanisani ni kulia, Mungu nisaidie, ili asahau yale ambao tunastahili kuyafanya. Lakini wakati utagundua siri, kwa sababu Yesu Kristo si eti ameshindwa, kuna wakati ambapo inafika Mungu anaajiria hata hayo majaribu yatupate kwa sababu ya kutuandaa kwa mema. Kwa sababu kuna wakati Mungu anaweza ajiria mali, yeye anatujua mioyo. Aajirie mali tuharibu, itutoe kanisani, itutoe nyumbani mwa Bwana. Kuna vitu zingine zinafanya delay zinakuja. Lakini wacha msikilizaji, mtazamaji ajue ya kwamba Wakristo ndio wanastahili kuwa matajiri zaidi hata kuliko watu wa dunia. Kwa sababu baba yetu ni tajiri, he owns everything. Amen. Amen. Na labda kwa utajiri, kuna vile ambavyo inatafuta kwa njia mbaya, si wa Kristo sasa. Kuna wale watu ambao wanatafuta utajiri wao kwa njia mbaya. Unajua kuna Biblia inasema vizuri sana. Na ni vizuri kwa Biblia inasema ukipenda ama kupenda pesa
ndio mwanzo wa maovu. Unajua kuna tofauti ya kupenda pesa na kuwa na pesa. Kuwa na pesa, kuwa tajiri, kubarikiwa, hiyo si vibaya, si mbaya mbele zake Mwenyezi Mungu. Lakini kupenda pesa, kupenda mali ni kama vile wakati ambapo shetani katika Mathayo 4 aliambia Yesu wakati wa kujaribiwa kwake Yesu Kristo kwamba niabudu mimi, akamchukua kwa mnara, akamuonyesha mafalme. Biblia inasema akamwambia angalia kila mahali, niinamie uniabudu, nitakupa hii mali, nitakupa hii utajiri. Wengi wanakimbilia utajiri kama hii ya kupenda fedha, kupenda pesa to an extent kutoa wengine kafara. Ndio maana tuko hapa duniani na Illuminati, devil worship. Kuna wengine wanafanya lesbians au wengine wanafanya homosexual. You know those people, hata ukisikia mwanaume anafanya homosexual, they are bait, wanalipwa. Ni kwa nini? Kwa sababu watu wanataka utajiri, lakini wanautaka kwa njia mbaya. Wanatoa wengine kafara, wengine wanaenda mabarabarani wanatoa kafara, maachari inafanyika ili wapate pesa, lakini zile pesa they are for meanwhile. Yani ni vitu hamutadu, kwa sababu chochote cha shetani kina gharama, lazima atalipa, na kulipa ni kifo. Hakuna mtu ambaye ameingia Illuminati atoboe. Mwishowe vitu zote zikiisha, maisha yake ndio inataiwa na atakufa. Ndio maana unapata wengi wakati kimeumana, ameshindwa atatoa nani, wanatukimbilia tena kuwaombea, kuwatoa pepo. Ndio maana saa nyingine nikiona mtumishi wa Mungu kama Ng'ang'a akichapa watu kofi nasikia vizuri. Kwa sababu alikuwa anafanya uchinga, alafu anatukuchia hapa kutusumbua. Ni vizuri akongwe kofi ndio hiyo pepo itoke vizuri na kofi, azirudie huko tena. Kwa hivyo kuna njia mbaya ya kutafuta utajiri ama kuua watu. Unalipwa pesa kuua watu. Hiyo kitu, hizo pesa hata ukipewa eti unaenda kuua watu, haitakusaidia, haitakuwa ya baraka, ni laana. Na pia ni laana hata kwa watoto wako na watoto wa watoto wako. If you wish the best for your children and the grands, please fanya yaliyo mema, subiri kwa Kristo Yesu, maana baraka za Mkristo wakati zitakuja hakuna mwanadamu atasuhia. Mungu akisema ndio, amesema. Asante sana. Thank you. Ngagita woman chuto murigera ribo ndabugate already na ryo chuburi akaiti na kwanyo ryo chuburi agikegera onsinaro tokwira litkuria rero, na labda nikirudi kwa Moses abantu baruma chito murigere babwocha baraboringani kiya kugera twarwe tight ase kanisa litkuria rero boigo ndaito manyenga ninkekerenga gyo kurwe tight guseniganiria ase kanisa. Pastor Moses wanauliza why do people pay ama wanapeleka ile tight kwa kanisa and offering, na kama pia Biblia inakubali? Okay, sehemu ya 10 ni mawazo ya Mungu mwenyewe. Mwanzilishi wa fungu la 10 ni Mungu mwenyewe. Mungu ndio aliagiza kuanzia kwa Abrahamu, unitolee sehemu ya 10 kwa ile baraka nimekupatia, unaona. Kwa hivyo alafu Musa akakuja kuelekeza watu, kusisitiza katika maandishi yake kwa wana Israeli. Na Biblia pia inaeleza kabisa. Hata Yesu kuna wakati aliambia Mafarisayo, you should tithe but do justice. Unaona? Yaani mnafaa mtoe sehemu ya 10, ndio mnafaa mtoe zaka, lakini msisahau kutenda haki. Unaona? Kwa hivyo kutoa sehemu ya 10 ni maandiko, na Mungu tu anataka umtolee hiyo sehemu yake ya 10 kwa haki. Hahitaji hata zaidi. Anataka tu umtolee kwa haki na kwa moyo. Unajua kuna mwingine anaweza toa fungu la 10 ndio, lakini anatoa na ile akilalamika. Analalamika, ni kama anatoa kwa sababu ni sheria. Yaani itoi ni kama naambia Mungu asanti, umenibariki na kurudishia sehemu yako. Unaona? So kuna watu wengine wanalalamika sababu gani finances zao haziendi vizuri. Ni kwa sababu ya kumuibia Mungu. Kuna hadithi fulani ninasikianga inanichekesha. Mtu fulani aliomba Mungu, ukinibariki na 1,000 nitakutolea 100.
1,000 tu. Ukinibariki na 1,000 nitakutolea 100. Jamaa akitembea hivyo akaokota 900 shillings. Alipookota 900 shillings, sababu alikuwa na moyo wa uchoyo, kaambia Mungu, wewe ni mjanja sana. Ushakata yako 100. Unaona sasa kuna watu wengine kuna watu wengine yani kama hii mwezi mapato itakuwa vizuri hawatoi. Hii mwezi labda ikifika limit fulani ndio sasa unakumbuka kutolea Mungu. Haifai hivyo. Ile yenye Mungu amekubariki kwa hiyo mwezi ama kwa hiyo wiki umtolee sehemu ya 10. Na sehemu ya 10 unapotoa, Mungu anasema nijaribu uone kama mfukuza yule mharibifu. Kuna vitu zinaharibu baraka zetu, hata biashara zetu na kazi zetu, ndoa zetu. Una struggle lakini returns hauoni. So tunapotoa fungu la 10 iko na nguvu, ni kama spark inashikilia baraka zako. Lakini ukiwa mgumu kumtolea Mungu, ndio unaona pesa mingi zingine zinaenda kwa magonjwa, wapi, shida za hapa na pale. Yeah. Asante sana. Keto mwanchito muriere na kwanyari go kwibera libori lyago. Bako nkwira na se basweti. Naro kuboringa okonyora abantu mbamwangete. Maybe ase kinyoro. Na maybe tara bakora abantu mamochano nsaba konyora ntu na mwenye abantu no eri maybe enda mwamu gusege ntonkira gokore tutara mwabira. Akuboringa abantu bunabunga kyagudire na baropo. Mbia mono egente getang'ani nkeringa ase tomenyete taete koiraneria ase kegusi ande njanganye ng'a ase tomenyete ando ase tomenyete abantu ngwetana bare konye komanyete ng'a nomenyete omochigete ase abantu mwateranete oboremo gose momenyete amo gose more skuru gose more kanisa yemo egente eke motakeire komanya ng'a wanchete wancha mwanya abantu neri goikamo kwasane goikonyora kwagambira oyo mino goikonyora ng'a mwakwananire bobe goikonyora ebintu bune bigokorekana. Lakini onye gogochaka goteba ng'a nche tindetaiti bintu bune bigosa batari ba Kristo gokwande kanisa gokonya fulani nakogambete ng'etari kanisa unless gotaete komenya igoro. Lakini as long as gokomenya enseye omanye ng'a ogoetana nkoro okogechwa nkoro. Lakini another thing gokonyora ng'a igobwato moika bwokwangwa eyete kunga spirit of rejection otageto sabe Nyasaye onyore omoika bwogwanjerwa moika mochen because ngonyora omonto bwate spirit of rejection kwanyoranga no ene nyomo buna bono twakwanera igoro ya nyomo ekero gotaka no ene kerole otaete gokora courtship otaete kwenda konyomo asegete tobwate gwanjerwa okonyora kero omonto para gwaisoka buya omonto isogete bya nkwana kanya monto gotenga smart yore kwanyoro monto kwayakira buna bona ready sio kwanyara kwayakira rangi ba kwarushye anyasa kwaete kwabeke ngao kwa ipamba maiso kwa koraki makebinde inkorushi bakarebi babeke byao yani kwa ichora nkwana kanya monto gotenga ngaki ngo genda tero chiago se na atagete gokonyoma. You have the spirit of rejection and you want to deal otakeire go deal ne moika buno yo no ane chinkari astomenye ngonyoro monginare kenyoro somo gaka oangire bosa yo kwanda sala gaka bande oteri nkwana kogoreru chae igo konyoro bwato moika bwo kwango takere go saba Nyasaye ako moika bwo wancherwa na binte binko babire nkonyoro rengo moiko yo bwo kwango na boranya nga pia nayo gochangia asengenjo oyo mindodi onye gotagete gotwaro wanjerwa naye goikobe buna pastor ate bangaki okorwa okobako gokorwa ogokonyora omaete whatever you want people to do for you, you should also do for them kerio tagete okore na korera abande onye gote banga nota etobwanje na aeno bwatobwanje ni gochakira no na abana bao mokao gose mogako onye gotaete ngang okonye kekenyoro mobe no bwanja aeno bwato bwa matobuya na abande ayekero kwenda hoteli aria okonyora abande bagokorecha kwana korusi komichia onayo gorero ndecha ochangie so emeika yo kwangwa igokonyora ngebinto mbire biko na enche mwanya abantu ngangwe gosoko ogosaba abantu chibesa kwabaria mateni gose gwakora binto gete gwatama goswange tabanda nayo bangete goikodiri origereria ebwe ko examine yourself ngainde bobe ngayeme chando ya nebererete
erine nyasaye bwe meganda nyare gokonya lakini asosi ase bari bagokogecha bosa marika gotabia yango somere kebunge ke moyo mintonga ase gitabu kia Romans 12:21 gotabanga overcome evil with good ayebwa amabe asobu yato akani egesiomba ne kia nyasaye nero wakani gesiomba nyasaye nero gokurwanirira. Number 2, forgive them. As Christians, we should forgive naba ebeso inye 32 tanga forgive one another as God in Christ forgive us. Yani babere onye bakwangire bosaigo bakotengire bosaigo babere buna Kristo Yesu atuwaberete asengenjo omoerio moena negochia si Yesu asengenjo fenjesi Romans 12:19 nga egesiomba ne kia nyasaye nero rabaira ne egesiomba ekyo aesaba monene aetebi nyasaye mbeya mono lakini naye oirigerete obanga naye saba mbeya mono. Asante sana kagitagu no nyeni nche ngakiteni mbwateri boli gochia se ncho monyene. Asante sana na maybe tukwirana se Pastor Moses kuna mmoja anaulizia can God restore what I've lost? Can God restore what you've lost? Mungu ni Mungu wa urejesho. Amen. Aliambia mtumishi wa Mungu Yoeli kanena na wana Israeli ya kwamba nitarejesha miaka ambaye nzige imekula. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa urejesho. Si urejesho tu wa mali iliyopotea bali urejesho pia wa afya. Unaona kwa Biblia tumeona watu wengi walikuwa wagonjwa, Mungu akawaponya. Hiyo ni urejesho. Wakarudi sehemu ile yao ya kwanza, hali ile ya kwanza. Naamani alikuwa mgonjwa sana na ukoma, lakini alipoogelea ndani ya mto Yordani mara 7, Biblia inasema mwili yake ikakuwa ni kama ya mtoto. Kwa hivyo Mungu ni urejesho. Mungu anapokurejesha anakurudisha katika ile hali mzuri zaidi. Ndio mwili ya mtoto ni hali mzuri zaidi. Kabla vile unazidi kuishi ndio unazeeka. Lakini mtoto ngozi laini hivyo, Mungu ni Mungu wa urejesho. Anarejesha pia yule ambaye amepotea kiimani ama kiwokovu. Mungu anawarejesha pia. Mwana mpotevu Mungu alimrejesha. Watu wengi akina Samsoni Mungu aliwarejesha. Akina Daudi walikosea Mungu lakini baadaye nini kafanyika? Mungu akawarejesha. Anarejesha pia jamii zilizosaulika, tawanyika. Tunaona habari ya mandugu wa Yusufu. Mungu aliwaleta tena wakawa wako pamoja. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa urejesho. Mungu ni Mungu wa urejesho. Unaweza kuwa unapitia hali ngumu sasa hivi, kinataka nikwambia kwamba Mungu ni Mungu wa urejesho. Yeah. Kuna ile wimbo ambao unasema sijui kama Basweti anaweza nikumbusha. Nikurejeshe. Yeah. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Amani ya moyo. Yotoweka. Sitafute mwingine. Ungeendelea lakini ukiendelea wakati utatuacha. Yeah. Na labda nikirudi kwako Basweti, kuna mmoja alikuwa anauliza how are families supposed to be solving their conflicts according to the Bible? Kunyara abantu bagosandira se family mbali gukwanani kwanyare bakuruterana mangana bakari tukiri moigana nari gwitanga igwo montate bantu arwara tigaturagira kero na ikamo ino gaiga ngaigwo yagotebo maiti igo nincha kurama bono nturi kuigwana nkamuburi ngiga kugira mutari kuigwana antebia abana baitu nabo bagete tutari kuigwana bakunyora ngabana ase family gose tata na mumro mwabo chiangu abana chikasini bagosane kwanyoranga nawe nabibuli ebawikabangana ibintu bine binga kibarabe bagosolve as family. Mbiye mono egente getanga ninkeringa amuna nakuana as family tomenyete aseme chitomenyete nga abantu ngweta nabale maite into we are not angels. Sure.
na hakuna malaika mahali popote hapa duniani, lazima kuna kukosana no ena se family oweta na nkoro. Lakini kuna njia ya kusolve issues in the family. Egentege tangani malika watebanga ase kitabu gia James chapter 1 verse 19 number 1 ni kwamba be slow, be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Yaani uwe mwalaka kusikia lakini mwepesi katika kunena na mwepesi katika hasira. Kwa hivyo ekere obokongu bwatokira somochi mbu yabantu gokaransa gokwana. Asenge nchekero okoimokia eriogi, okoimokia endamwamu, okoimokia obororo, igokonyoranga obororo ribo bwa separately obogima bwao korwa soyo mino. Ekere mogokwanera namabe gose mogotiororokanira. Gose timaiti gose kineke usi. Omogaka agakwana gochia no mongina aga are igoro mono. Igokonyore distance birecha gagoswaga timaite birechere gatata sa konyora ribaga. Nagekora marika batanga timomo abirecha ribaga. Ekera abandu mwetanire karansa na kiekora before you enter into marriage ninche nkwane nengoja koja ribaga ninganje sana goikorigererie esake korokunga maturity. To basa koenda konyomwe nyomo yo monto taraba mature. Mana bagonyo montare nyomo lakini is not mature. Sure. Kwa manya konyoranga the way yago deal nechi case chenyo moya it is mature. Yani iganga omwana igerega konyore bintate biwakurwa sate wo ikanyomba gabulete bunalindasi. Obwato jako omorasira ryoka gokwana ryoka korama tomaeti abanambara because you are raising another generation as a family biblically oikamusomeri ngana Nyasaye kabo mwango koigwa ekere kwa ulingana lakini oba mongora kolikwana koliteba gosekoramo. As a family ndate okwana nkolenga number 1 koikamotu communication. Karansa ase mongina no mogaka na abana mokwanerane. Onye na abana gose bagera ba munabona chiproti echitolega chi Nairobi echi. Kwanyoranga abana ngogosa na bali njuma to mwana kuna ngano mwana ndo ako mwana onde that is their age. Omwana oyo gonera ngwaka karo yo ndo tamanyete. Kwanyoranga abantu baimukire korwa n'abantu abagima abasubati abagima gosaba gaka abagima kuomba na gesieri ngaigoro yo mwana na ako mwana onde. That is not an issue. Igobonete kwando ebinto with maturity kwa manyanga ngakimo communicate onya nyombo mogaka mwagosana no mongina onya abana barawo inute ya abana soka genda ena muratara kwanera nango mote yo mongina omogakone omaete no tora emyaka emya inje tole na ndo ndetakayo ntebi yangasi natwara amamocho ngai iganaga tiga gwakiri esengenjo mokungu nale kero konyoranga batigante mokungu kage chigubuya buya asoke sikabu ate iga makere igara resa bante kenyoreke gima esiri ya mwa ko maete ne chinyomba maburu kero monto buoye na bwato bokongu bwaye kwa magotiorokera abantae igoko bate bintu biro bugori bagamogosoro paka kwate bintu bya soni biribyo mogakogo kwabisoke mamira no muramo para sweetheart bono abande bakori bakora na erichara asengenje kwaruse chisiri cyo mugako gosiko gosomongi no gosiko kwanange bintu bya ino nyomba kwanerana as nande mosoma maliko number 3 mubekeri ngana ya Nyasaye ribe center ye family yaino mayamo gosoma ringa ya Nyasaye rimwetane kwa unga Nyasaye ngakyago kwana ande saba mutavaka mwasengenja malika watanga blessed are the peace makers for they shall be called the children of God. Matayo isana babasoma isana iberawo igonga peacemakers kabomo peacemaker aseke nyoro asomochi no na sabana bawo Nyasaye nagokonya. Amen. Nabigondo chiswali ndaiga Moses, what does the Bible teach us about jealousy and envy? Jealousy and envy. Do we have people who are jealousy? Yeah. Maybe at one point kuna wakati umekuwa jealousy. Jealousy. In fact Mungu mwenye tunamtumikia anakuanga na hiyo wivu. Is a jealous God. A jealous God. Aliambia hivyo Musa. Yani ataki mtu yoyote ana compete na yeye. Kabisa. The Bible says I will not share my glory with anyone. Kama kuna kitu Mungu apendi is to share his glory. Yeye tu ni Mungu na yeye ndio abaki kuwa Mungu. Unaona? So wakati unaanza kuabudu miungu mingine, hapo ndio uadui wako na Mungu unaanza.
Na the same thing ina happen kwa mume na mke. Unaona? Kwa mume na mke. Ukipenda mke wako utakuwa na wivu sana, hata ukiona labda attention akupati. Labda yuko tu kwa simu na mambo zake labda ako kwa simu, ako busy anatafuta pesa. Unaona? Si ati kutafuta pesa, mkiwa na yeye atafuti pesa. Wewe ndio mtu wa maana sana kwa maisha yake. Unaona? Mimi nikufa mke wangu anaweza kulia sana. Lakini kazi yake ikiisha, ile uchungu ezikakuwa nayo sana. Anaweza jipa moyo, mume wangu yuko, at least kuna hope. Unaona? So Mungu pia ni hivyo, anataka attention yote umpatie. So kukua na jealousy sio dhambi. Ni maandiko. Inakubalika. Unaona? Alafu envy sasa ni kama chuki. Ama envy ni chuki. Ni kama unaona ubaya. Yaani mwingine amebarikiwa, inakuwasha. You are just bitter. Unaona? Ati nimeona Pastor Basweti ako na gari na mimi sina, ninaona ubaya. Mpaka nasema pengine nimesoma zaidi yake. Mbona si wewe? Pengine mimi ni mkubwa wake. Mbona si mimi? Kwa nini ni yeye? Unaona? Envy. Na kama kuko na kitu inafanya watu wakue wachawi, qualification ya kwanza ya mchawi ni envy. Mchawi kwanza anasikia vibaya, kwa nini mtoto wa nani amebarikiwa? Unaona? Hiyo ndo qualification ya kwanza kukuwa mchawi. Unaona? So envy ni kama ni uchawi tu. Unaona? Yaani unasikia vibaya mpaka unafanyia mwingine mabaya. Mpaka unaua, unasema mtoto wa nani afadhali aribike, afadhali hata kufe, boma yangu iendelee kufanana na yao. Unaona? So envy ni dhambi. Envy ni dhambi. Hiyo jealousy kulingana na mimi sio kitu mzuri. Si kitu mbaya. Jealousy si kitu mbaya. Envy ndo mbaya. Ati kama nimekuoa, nikuonee wivu, mwanaume mwingine akikuongea ninasikia unasikia vibaya, mbona anampatia attention. Unajua kuna wanawake wengine wakiwa na marafiki zao, workmates wao, wako na furaha sana. Lakini wakiwa kwa nyumba zao hata unashindwa ni kama wanaishi na adui. Basweti amekataa. Na Al-Shabaab. Unaona? Unaona? Lakini sasa ile chuki sasa, envy, hiyo ni kitu mbaya. Asante sana. Mimi sitaki kuwa na hiyo ya envy. Maybe hapo jealousy, sijui kama nakuanga jealous, lakini umesema ni kila mtu. Jealousy ni ya mtu, hataki competition. More so men. But umesema hata Mungu hataki mtu mwenye anataka na yeye. God is God of jealousy. Na sisi men we are made like God. Wacha mtu atambe hata usalimie mke wangu hivi ushikilie 5 minutes. Hiyo ni maswali tano. Kwa nini amehold? Sitaki kuendelea na hiyo topic. Taileta siku nyingine ikiwa ni peke yake. Is alright. Na pia kuna mwingine, I think ndio itakuwa swali ya mwisho kwa sababu Pastor Moses alisema leo anataka kufika kanisani mapema. Inasema how can I find peace in the middle of life storms? Life storm ni ile ya kwamba for one, duniani majaribu haina budi kuja. Ngaite Basweti ragenderera maybe asomo lielio lyo boltiri swali hosa asomo lielio lyo tegerete mambia bono oyoringa kuboringa ngakiara nyoro mulembe no enekera gwitira makongo egentege tanga nitigale ronta etinya sankonya kwaneke gusibu yaigo nkeringa nkoburukanie zonga fix your eyes in Jesus. Asengenjo amatemwa wose amatemwa agocha sengenje yabacheno etabauti nero ebintu mbira bibere nto bwate gendege korokunga testing na temptation. Testing negendeke yao God nyasaye nero go test lakini shetani gakoleta temptation. Pardon, wona was testing na temptation. So ndate go chakanga
egente getang'ani tobwate kokorora it is a test egocha ase obogima bwago okomanya ng'a amarika oteba ng'a mbasesenire ase egetabu kia Yakobo ndeyemo au gochakerete eyemo gose 12 egoteba ng'a mbasenire bare bagwetera amatemu ao ase eng'encho ng'a egutu yabo nenene igo ng'a ekero ogotemu nkoro ase obogima bwa omokristo ngotemu okonkorachaka amo na intwe ogotemu gochakerete korwa omochakano buna Adamu na Hawa batongetwe bakabekwa ase omogondo Eden ntobwate ogotemu koringa Nyasaye erega abaete ebinto bionsi bona utochagotaba korwa akabateye ebinto bionsi buna bono chikamera ekitomoregete aekarie matunda onse lakini ekamera yenene toyo kuna ireji chinde yenene ndokora karia matunda lakini amotoyo tokuna interesting yaro kwegena kwabo arolenga are they obedient mbaigwere lakini omonto ndagachokoro kwe tempter that is now temptation aka alda the word of God aka chenjiri ngana koboringa Nyasaye na bate banga komorarie gosego kuno motoyo ekeneke nkebe rite muligaswa no omosubati ogosomo kungumo awa akagwa matemu akanyora ngebe byasoira sense na somo obogimo bwo Kristo korumo chakano buna Bible baito bahetereta ogo ikatwetere binte ibibera sobogima itangani kabisa origa Nyasaye koiro gotemu aro kwegena kwa wasengenjo kumbukumbu la Torati Deuteronomy chapter 8 odanga Nyasaye ndiria gotiga matemu acha story erinda tororenga erinde gotokeia erinde kororanga ine ntobegete okwegena kwae gosento mosemere none ngakito gotemu igonga gotemu korikobe gokora eto igotemu aturatoreka lakini gokora gogotemu manyanga nora Nyasaye nora sera inyengia asenge nchobwata mangana abere na inde kereto gocha se ogotemu okamarika gotabanga nyuma yogotemwa amangana mayanare busia sengenjo na birecha nkorwana aras esegi Yesu Kristo bunare Yesu na atemetwe birecha kamoira na Yesu agaikeya umaetekera marika watanga nande birecha kamoira sometimes I ask myself kwani alikuwa anampepa anamchukua akamchukua mahali fulani akamchukua mahali fulani hiyo ni debate kubwa sana wazega alikomobwati so Jesus was very humble he was God but he was God and man ekera gotebunga koreke nsasime koreke alikataa alishinda kwa ajili ya neno la Bwana. Kwa hivyo unapojaribiwa na katika maisha yako ama unapopitia temptation ile ya shetani tumia neno la Bwana. Use the word of God. Read the word of God. Ayesomari ngano manyenga inkikero wanja kwa Nyasaye sogotemu gokwana. Inki otakere gokora litangani kabisa yenda sama sama. Yenda sama sama ebeka marua agonsi no nkwana kobeka marunse ikei mosabe Nyasaye morangeri like never before. Moboringa Nyasaye okono wanja kwa ongeteraye tigango nkorore kababuna Gideon onye naye Nyasaye tigankorora sekeneke gaki nkorere keneke mayenga naye Nyasaye erinde ntulie lakini gokonyoranga nemeke begocha kosaga mate bindombere bigocha bune chain asobogima bigocha okonyoranga marwa iragocha burero bwarenga segete bwachire ebintebi tenena command now kemea shetani mukemee kwa jina la Yesu kogosaba tara gogosaba gokomokani birecha mokana maligana nga resist the devil and they will free from you mokataa shetani atawatoroka. Kwa hivyo lazima utobautisho mambo mawili lakini omanyenga amatemu kagocha wetachire kurwa sibirecha gosoko temu kurwa sombo nene omanya it is because God has trusted you akitiga nkora singi yechiza bali yesa Nyasaye tamatemu na singi njabanjete akinayibu iga mwanjete nanda maito no mwege nuane bawo doubt no basota samatemu singi njaba arenge after his own heart Nyasaye tana gotiko kamatemu aja somo ndorofio ovyo ya na birecha tari waka monto magenorofio iga gutole gatigati maybe aiga uyo minto basweti dotarachigo koleri ingiso tigari bolieri nabakonyoranga omonto narega igotankwanire akaboli omorandi kwanera Facebook gaki yasiria abakungu kurwa senyomo. Asante. Amangana kwa sako gara chinyomo chia salekire mono amangana tigante benga lingana li tanga ni kabisa gosege nteke nene kabisa kia bere pasta na kwana igoro ya attention maeta bakungwe bata ita attention lakini baromba liko abasacha ba attention asenge njo yake
ase family onye gotaito omochio bebuya gose family bebuya gose omochio gende no mochoko goikobe monto bwate gende gekorunga self governance oko igabani ayo monyene na ndo setetinga esenge nyamarika ngata is time and the season for everything chinga kinjiro chyo gokora kere gento ase obogima bwa ose family ebinto byagarire enyomo yasarekire number 1 tiganchakere na Facebook omonto okonyoranga from morning baka marogoba igare Facebook tamati gose ngombe ngo yanga mache tamati gose lanchi nkorosi guyare tamati gose yanga ngo siguchiare tamati gose nge yani munaswa Facebook because Facebook ne bwato ebirecha byahe ko gwaso ire gato ikonyore gento kwa kora abando onyachindagira no ne gasi nyomba iga omorero ekera abantu bagocha gokwana ryo gotaboko gotugutachisimi kwasi nyungange kumbe Facebook kwaso Twitter kwaso WhatsApp maito monto ogokora igo no monto le idol tobwati kende toseme yani tobwati binto bindo takere gokora bongo bwa obole limited yase lakini ekero utagete family yawo no mochio goichoke goikotu aro monto le obwate time chio gokora binto byawo omanya ngachinga kinjira of course ndagokani ngatoso Facebook so ara kini with limited time na inde ekere gwakore chigas chionsi chirichitakeire igo abantu baminto nyasawa nebuna muneringane eria chirega tabatari epuke binto bune because abantu kuna gochat nabu tobamanyete another thing Facebook wa yaitira abantu asenge jokonyoro kirete kwanyore message ego pop ero TikTok ne karo kwenda bali live yama kwenda bone message ya changa mondo manaro gotomera bosa okora buna kwabeka kabicha ogotomera erabi mosacho gokorora okure bona rigwa kwasirie nyomo yagasenge nyomosacha no chomwerese omotenga ya yanjo timo manyeti goikago atain kwamo manyeti konyengo chati more igogo tiri dichi message modare kwanje to save nyomo chaito another thing goiko to time muna time elio taito maita bagaka na ndo taito time mokungu tingo kwana kora sesim na maana tingo gosugulikana anje nkobwati njera ngende kivia ngo gochiko ngakere simiti nkobwate chenyomo chiasale kirego kiro mondo lenda bano baba TikTok genda lakini for limited time basete njera wa kwanje betenje kwantika kingo seka kingo sekera ngelinga mondo dikari como a time teta kari ko a time ometige kwa ndedro abana bano bachandeke siku icio konyoro mwana agocha no mwaki rora abana bano agocha no mwaki mugaka nesi omongina nesi omwana ngana dadi mami nionyeshe omwana konyora ale feria averetie skuru asenge njondeta yo mwate ostakoleti no mwaki ira na gochiao asenge nje esimi yagera abantu abange none chigari cyabakire para ale yani abantu bare addicted bakapara ale igase jam wanya omonto wakiro nega ne pigipigi ngomonto narare gochibura na boranya monto yago kwana koma amjui sasa ntorakora waratigera tigago erinario moerio omorandia niko na swali ukipata mume mwenye hataki uwe na watu wengine na mkiongea anataka ajue mliongea nini ukikaa kwa nyumba analalamika kila wakati utafanyaje? Kwanza kabisa unamuelewa vile yako. Jambo la pili, hiyo ni ushuhuda kwamba huyo mwanaume anakupenda. Mwanaume mwenye ako na wivu, huyo ni mwanaume mwenye aezi akakucheza. Anakupenda. Mtu akiwa na wivu inamaanisha anakupenda. Kwa nini unaongea na nani? Mlikuwa mnaongea nini? Lakini pia mwanaume usiwe na ile insecurity. Insecurity ile yani mpaka kitu yote pengine anaongea na boss wake, na colleague ama supervisor, anamwambia kesho kazi imepangwa hivi na hivi. Lakini pia hata kama ni supervisor, mbona hiyo mambo amgepangia job? Unaona? Lakini ni kukua tu na hekima. Biblia inasema, inaeleza wanaume ya kwamba hawa wanawake muishi nao kwa akili. Najua mwanamke ni kuishi naye kwa akili. Unaweza kuwa hata hauna kitu, lakini ile akili tu uko nayo. Unajua akikuja right na muando hivi, akikuja left ni hivi. Unaona? Akili. Na pia wanaume, wanawake mnaagizwa sisi wanaume muishi na sisi kwa hekima, kwa heshima pia. Unaona? Hekima yenye mtaweza kushikilia ndoa zenyu
ni kuheshimu tu mwanaume. Kama mwanaume ana complain juu ya kitu fulani, una chat na watu nini, avoid for the sake of your marriage. Unaona, kwa sababu hiyo ndoa ni yenyu wawili. Ni kweli. Unaweza puuza useme wewe uko na moyo rahisi sana. Nini you are not civilized, lakini labda hiyo ndio kitu kadogo inafanya anakupuuza mambo mengine. Ama kitu kidogo ndio inaweza fanya ndoa yenyu iharibike. Na labda hiyo kitu unapuuza kwa yule mwingine, maybe utaenda uoleke kwake, utapata the same issue. Ana complain. Kwa hivyo mume wako ama mke wako akilalamika juu ya kitu fulani, usione ubaya. Ni kweli. Unaweza kuwa labda unaishi na mashemeji zako ama mandugu zako na mke wako pengine hapendi. Unaona, lakini lazima utumie njia ya hekima vile unaweza kuwatoa kwako waende sehemu nyingine. Sababu kuna wakati Sarai alilalamika sana, akasema huyu Misri hataishi hapa. Haga alikuwa anaitwa Haga, Hajiri hawezi kuishi hapa. Hata kama Abrahamu alikuwa amezaa mtoto na huyo, hata kama ni Sarai mwenyewe alikuwa amepeana ruhusa, akafika mahali akasema huyu hataishi hapa na huyu mtoto wake Ishmaeli. Abrahamu alipoenda mbele ya Mungu akilia, Mungu alijibu aje Abrahamu, sikia sauti ya mke wako. Hearken to the voice of your wife. Unaona, kwa mambo ya ndoa, mume sikia sauti ya mke na mke sikia sauti ya mume. Ukiona kitu mwanamke ana complain, si ati akupendi, lakini anaudhika na kitu fulani. Na pia mwanaume akilalamika kuhusu kitu fulani, si ati akupendi, anaudhika na kitu fulani. Mkitatua hiyo mambo, ndoa yenu itakuwa mzuri. Asante sana. Yeah. Thank you. Ameweza kujibiwa, na kwa sababu ya wakati labda niweze kuwakubalia muweze kusema neno moja na kusalimia familia zenu siku ya leo. Leo nimesema familia kwa sababu naona topic mingi leo ama maswali mingi. Ni kama Basweti next week tutaweka maswali kando, na yale wameulizia nitaiandika yale ambayo hatujaweza kuyajibu. Lakini bona Basweti okora next week other than yama bodi ya bono tugocha twa irari bakuburi asomtanda na Cinematic Studio ngaitenduga nitora kwanire nyumo next week sana kiagarando chokoranga basubati mbakari kwenda buyana bagakambali kwagenda byasi chinyomba cyabo chinyoma saa ye kirasa kong echitageta mashauri manene na masaba ebese yabore baby Basweti ebesa nabeko bo nande tebo lakini ebintu mbire bigotakerwa ase maete pesa tari kira cyo family family negente kyao etwene ndire mono no kone nkoro na kere bigo ndocho kwanero maete no yakera omonto taraso ase nyomo ebintu mbiro go consider kwa magoso ase omonto mwabwatana ari mutachi go mto bwatete don't what the do's and don'ts the do's and the don'ts what you like or what you don't like mokora igwana karaza kwana tigaraka mote bitochoka nega ira egente keneke nje tintabuna karanje nkonyoma mukane tu akaraza to kabeke da ngamote nje no mobaza tinta dai moyega chite tinta tikorra mondo kobe tito kobe karongi bwane nje nkamokani ngamote abande nabonkonyo nje na mrona bashirika na bago sinda shida lakini ai mokane tinta gete kai na enda igona watu igwana nitaganja na njire ai bao ino to be next week nto kwana mangana nyasaye atokonya sasa wala tukuchakire nandi ukwani murigeri gari na ukwani familia yao biya mono omurigereria asore tiganya saga na una watokonya kotoko na goshauria no mate togokonyana na ina eto mama swali temo to mama swali amange ntobwate chinga kichinyinge na ine nyasaye naja tokonye ka tutwarege pindi ekano ne chimarogoba liria abantu bali access twakwana mangana one by one to nagosaba lakini tuwarogo semeria somo nene asocia esaba nyasaye sari machibu nari nanda yande narogo sinyukoboria lakini nyasaye nero lako iranerie asama sabo yanda gosaba to kumoyo na indege ndase nyumba ya tata musasi momo nene to basa gotige kanisa senge jio monto gosogo korire kende mwabere
na ndabera na inua seinwe nko bakwani abantu bonsi benyomba ya nasi bale saiti ya yote nikisalimia familia yangu, mke wangu. Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuniandaa na kunipa nafasi kama hii pia kuja mahali hapa. Bwana wabariki na watoto wangu wote. Neema ya Bwana itutoshe. Amen. Amen. Moses. Asante. Pia mimi nachukua fursa hii kupeana salamu kwa jamii yangu. Aswa sisi Waluya tunapenda kutuma salamu. Pia mimi ningependekwa kutuma salamu. Nasema Waluya wanapenda kutuma salamu. Tunakubalika. Ningependa kutuma salamu kwa mke wangu. Pamoja na watoto wangu. Sasa wamefunga shule. Naomba ya kwamba wakati wa likizo waishi kwa adabu na pia wazidi kumwogopa na kumheshimu Mungu. Alafu mke wangu pia Mungu akazidi kukubariki na kakuinue, bila kusahau pia mandugu zangu, dada zangu na kaka zangu, pamoja pia na mamangu. Mungu akawabariki, akawainue, siku ya leo iwe ya baraka kwenyu. Pia jamii ya Insoko TV, Mungu akawabariki. Amen. Amen. Labda tutakutana next week tuweze kuongea mingi. Nabigo manchito muligeria mabuli ali bwate ikegocha na bagote tabigo segentu kiryo taito tokwanire abarande baito na bari gaiga bari free tubwate time tugocha twakwanire igonga chinga kitoranga cherire tubwate next week kuri rasboni ngataite tubeke request awa matera nari konye mogo saba ndaraba ritskuri rero manchito muligeria matera ari mwasabire nko babekirane bogona bakogenda gusaba gotera kwitera sena baitistira 07886663 0788 marakabere 6 marakatano na tirineri namba yo moire tugende gusanga tugende bego kumwaka